Hata dunia ikituzuia, moyo wangu utabaki kwake. Nitampigania mpaka mwisho. Mapenzi yanaweza kurudia maumivu yale yale. Mapenzi yaliyofichwa, siri za zamani, na moyo unaoogopa kuumia tena. Asubuhi iliyofuata, Aisha aliamka akiwa na mawazo mengi kichwani. Mama yake alikuwa tofauti sana usiku ule. Macho yake yalionekana yenye huzuni kuliko hasira. Sebuleni, Rehema alikuwa ameketi kimya akinywa chai, huku ile picha ya zamani ikiwa mezani. "Mama, uko sawa?" Aisha aliuliza kwa upole. Rehema alishituka haraka na kuificha picha ile. "Niko sawa," alijibu kwa sauti ya chini. Mama, uko sawa? Niko sawa mwanangu. Lakini moyo wake ulikuwa ukipambana na kumbukumbu za zamani. Kwa nini kumbukumbu hizi zinarudi tena? Wakati huo huo, Jamal alikuwa studio yake ndogo ya picha akiharidi picha za harusi. Alikuwa akimfikiria sana Aisha. Rafiki yake mmoja, Musa, alimwangalia na kucheka. "Wewe ndugu, umepotea kabisa kwenye mapenzi." Jamal akatabasamu kidogo. "Aisha ni tofauti." "Basi mmoe." Wewe ndugu, umepotea kabisa kwenye mapenzi. Aisha ni tofauti. Jamal alinyamaza kwa sekunde chache kabla ya kusema, "Tatizo ni mama yake." Basi muoe. Tatizo ni mama yake. Jioni hiyo, Aisha alitoka nyumbani kwa siri kwenda kukutana na Jamal ufukweni. Bahari ilikuwa tulivu. Upepo mwanana ulivuma taratibu huku mawimbi yakigonga ufukwe. Jamal alipomuona Aisha, uso wake ulijawa furaha. "Nilidhani hutakuja. Hata nikizuiliwa kiasi gani, moyo wangu utakuja kwako." Nilidhani utakuja. Hata nikizuiliwa kiasi gani, moyo wangu utakuja kwako. Aisha alisema huku akitabasamu. Wakacheka pamoja. Kwa muda huo, walisahau matatizo yote. Walitembea pembeni ya maji huku Jamal akimpiga picha Aisha kwa simu yake. "Usifute hiyo picha." "Kwa nini?" "Kwa sababu siku moja nitaiweka kwenye harusi yetu." Usifute hiyo picha. Kwa nini? Siku moja nitaiweka kwenye harusi yetu. Jamal akatabasamu sana mpaka macho yake yakang'aa. Lakini mbali kidogo, Rehema alikuwa amesimama akiwaangalia kimya ndani ya gari. Hakukuwa na hasira usoni mwake safari hii. Kulikuwa na maumivu. Aliwaona jinsi walivyopendana kwa dhati na moyo wake ukaanza kulainika. Taratibu alianza kukumbuka ujana wake, namna alivyompenda Salim kwa moyo wote, na namna familia yake ilivyowatenganisha. Machozi yakamtoka polepole. "Nisikubali mtoto wangu apitie maumivu niliyopitia," alijiuliza moyoni. Nisikubali mtoto wangu apitie maumivu niliyopitia. Usiku huo, aliporudi nyumbani, alimuita Aisha chumbani kwake. Aisha aliingia kwa hofu kidogo, lakini safari hii mama yake hakufoka. Alimwangalia kwa upole kisha akasema, "Aisha, unampenda kweli Jamal?"
Aisha alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akajibu, "Ndiyo mama, nampenda kwa moyo wangu wote." Rehema akavuta pumzi ndefu. Aisha, unampenda kweli Jamal? Ndiyo mama, nampenda kwa moyo wangu wote. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, moyo wake ulianza kuachilia majeraha ya zamani. Na hapo ndipo maisha yao yalipoanza kubadilika taratibu. Sitaki upoteze mapenzi ya kweli kama mimi. Asante mama.